ya kuchukua anaiwasilisha kwamba huyu mtu wako muone unamtetea wa nini. Huyu mtu wako ni mtu ni mbovu, hakupendi, ni mtu asiyejali, asiyekujali wewe wala maagizo uliotoa, akidai Mungu kwamba analinda mtu ambaye hafai kulindwa. Kwa hiyo akihitaji Mungu aweze kumwacha, aache, aondoe ulinzi wake kwa huyu mtu, aondoe neema na msaada wake kwa huyu mtu, ili yeye shetani ashughulike naye, amalize, afanye jambo baya kwake. Kwa shetani lengo lake ni kumtenga mtu na Mungu, kumtenga mtu na ufalme wa Mungu, uhusiano na Mungu uharibike. Ndio maana shetani anakuja kuwajaribu watu wa Mungu. Jamani, Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wewe unatakiwa kujitahidi maishani mwako, usiruhusu shetani akuharibie mahusiano ulionayo na Mungu. Aondoe ile neema kwako, ile neema ya Mungu kupitia kukujaribu. Kwa sababu anapokujaribu ni sawa na mtu anayekuchokoza. Ni kama shetani anakuchokoza. Anakuchokoza. Anapokuchokoza wewe mwenyewe kwa kushindwa kuelewa au kwa kushindwa kujitambua wewe ni nani na huu ni wakati gani na hiki kinachoendelea ni nini, basi unaweza kujikuta ukakurupuka, ukafanya jambo baya ambalo Mungu wako anayekutetea hakipendi. Hapo shetani anapata nafasi ya kufanya jambo kubwa zaidi, na ikiwezekana akuteke kabisa uwe wa kwake. Jamani, haleluya. Amen. Kwa ndivyo yalivyo Ufunuo. Hebu tuangalie tena Ufunuo sura ya 12 mstari wa 9. Ufunuo 12 mstari wa 9. Tunajaribu kuangalia wakati wa majaribu, jinsi